Okay, this is a new journey na hapo umeingia na Lawyer Toxic. Lawyer Toxic ndo jina ya your analyzer. Unaona sasa, like today tumekuja na story ya usanii, tumeingia usanii tu, ni usanii. Mimi nileta stories za usanii na kuletea vitu zina trend all over the country, like haijalishi ni wapi, either Kenya, internationally, mimi still bado nakuletea. Wewe ngoma zenye unapenda bado nakuletea content, vitu zina trend all over. So mimi leo nimekuja na the fallout ya Otile Brown, msanii Otile Brown. Ukikuja ukiangalia Otile Brown in secular music, hapa Kenya Otile Brown amekuwa kama nguzo ya secular music. Ukikuja ukiangalia ngoma kama Jeraya Otile Brown, hiyo ngoma by the way ilikuja ka trend vibaya sana. Otile Brown akikuja kuimba kutumia Kiswahili amekuwa on the trending ya bongo music hapa Kenya. Love songs ulikuwa ukipita mahali unasikiza ngoma kama Jeraha, Mapenzi Hisia, hapo ni Otile Brown alikuwa anapigwa kwa maredio. Ukienda kwa hizi parties kila mtu alikuwa ni nduru tu Otile Brown. But in this like recent years, kitu kama kuanzia 2024 kukuja 2025, Otile Brown, kusema ukweli, Otile Brown amepotea sana. Kama wewe ni fan wa Otile Brown, utaagri na mimi kwamba Otile Brown amepotea kabisa kwa industry. The only problem with our man ama wa boy Otile Brown, ameingia kwa ngoso kupiga nini Kiingereza, ameachana na Kiswahili kabisa. Na ukiangalia watu wa love music hapa Kenya, watu wengi wametoka ghetto, unaona? Watu wengi tumetoka ghetto, na ghetto hatuelewi ngoso kabisa. Vijana wanatambua Kiswahili, kijana anajua mistari ya Kiswahili ni hivyo. Basi Otile Brown ameamua kushift. Yes, najua anataka kwenda internationally. Wasanii wengi wako na ile like kwenda internationally, like you must fight up, umeona? Juu hapo umequit Kiswahili. Mafans wengi ukiangalia fan base yake ilikuwa ya watu wanasikiza Kiswahili, watu wengi wanatoka Kenya, unaona? So like ukiangalia saizi ngoma zenye anapiga, kuna ngoma nimesikiza hapa anapiga, I think ni rap. Kitu kama rap hivi, na ameingiza ngoso mingi. Kuna ngoma new ametoa juzi inajiita Don't Love Me. Hii ngoma ukiangalia mwanzo ni kangoso. At least naona hii ngoma inaweza mrudisha industry. To si Otile wa kitambo, like a trend, hayuko on table ka kitambo. Sikizi hii bongo music ya Kenya, just sema ukikuja kwa love songs, watu wameshikilia ni akina Bien, unaona? By the way, saizi Bien ndo giant. Acha sema giant hapa Kenya, si hata Kenya tu, ni East Africa. Ukikuja ukiangalia mtu kama Willy Paul by the way ako kwa industry, umeona? Despite hizo makelele zenye ziko hapa nje, na ni mtu kama like Willy Paul ameshikilia by the way hapa saizi. Tuseme yeye ndo number 2, mimi nikianza kurang na rank Willy Paul kama number 2, umeona? Hapa Kenya mtu kama Bahati by the way amepotea. That's to be sincerely tu, Bahati amepotea kabisa. So mimi nataka like kitu nilikuwa naangalia Otile Brown, kitu anafaa kufanya, itabidi tu reform, unaona? Kwa sababu mimi naona kwenda international kwake imekuwa so hard. Reform, arudi kwa industry, kwa ground, arudi fan base yake, like Kiswahili aanze kutupigia zile mapenzi hisia. Vitu kama hizo sasa ndo tuna like sisi kama wasanii like no, this is kama fans wake, si bado tuna mezea ngoma kama hizo, like vitu kama unaona kuna ngoma alipiga na Harmonize inajiita Woman, My Woman, something like that. Hiyo ngoma really trended. Hapo ilikuwa Kiswahili, tunasikiza Kiswahili, like Otile Brown, whenever you are maze. Alafu kwa mafans wa Otile Brown, whenever you are maze, try ku advise huyu kijana wenyu. Tunamtaka kwa industry. Kila mtu anataka kusikiza Otile Brown. Otile Brown alikuwa nguzo ya bongo hapa. Sasa amepotea kabisa. Yaani hata haonekani kwa industry. So maze, weka unaona tu Otile Brown yenyewe amepotea. To be sincerely tu, maze, mtafute tu penye yako kwa shimo gani, nyingia tu mwambie Otile Brown maze, tumemiss ngoma zako, tumemiss my love songs zako maze, tumemiss akina Jera na hizo vitu zote tumezimiss maze. Alafu msisahau kufollow channel, I mean kusubscribe maze, tunangoje hapo. Alafu kwa comment section maze, mcheze hapo tu. Still bado naendelea kuwaletea, nitaendelea kuwaletea na nitaendelea kuwafikishia. Mimi ndo nimeingia kwa industry na bado nitakuwa nawapatia A to Z, mtakuwa mna understand vitu mimi nitakuwa nawaletea. Content mimi ndo na make hapa Kenya. So kwa mafans wangu wote maze, inshallah nawapenda vinoma.